Jumatatu ya tarehe 22 mwezi wa pili 1965 ilianza tofauti na siku nyinginezo. Moja kati ya hospitali kongwe ipatikanayo Mwanza ifahamikayo kwa jina la Bukombe Hospital, katika chumba cha upasuaji palisikika sauti za ukaribisho wa kuiona dunia. Mhudumu wa afya alitoka katika chumba hicho akionekana kubeba taarifa nzito na kuzifikisha kwa Charles Kaboja. Baba huyu akiwa amekaa kwenye kiti alisubiri kwa hamu taarifa hiyo. Basi mhudumu alimpasha habari kuwa mkewe amejifungua mtoto wa kiume. Moyo wake ukasheheni furaha isiyo kifani, akitazama juu na kumshukuru Mungu. Hapo baadaye yeye na mkewe waliongozana wakimbeba mtoto huyu mpaka katika kijiji kimoja kiitwacho Kabale wilayani Magu mkoani Mwanza. Hapakuwa na pombe wala tafrija fupi iliyofanyika kuwapongeza wazazi hawa, bali walipokea ugeni wa baba mchungaji wa kanisa aliyefika kushuhudia zawadi hii. Baba mchungaji alifurahi sana, wakamshukuru Mungu kwa pamoja, kisha akaomba wampatie jina la Elias. Huyu ndiye Mwalimu Elias Kaboja, ambaye katika familia ya Mzee na Bikulwa yeye ni mtoto wa pili kati ya watoto watatu, yaani Yusufu, Elias na Matias. Mfahamu Mwalimu Elias Kaboja. Mwanafalsafa mmoja aitwaye Mark Twain anasema siku mbili muhimu katika maisha ya mwanadamu ni siku anapozaliwa na siku anapotambua kwa nini amezaliwa. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Mwalimu Elias Kaboja. Yeye baada ya kuzaliwa, kazi kubwa aliyokuwa nayo ni utambuzi wa safari yake ya maisha. Huduma za afya zipatikane shuleni ili wanafunzi wapate muda mwingi wa kujisomea. Wakipata magonjwa waweze kutibiwa karibu na eneo la shule, ili ikitokea hata siku moja mwanafunzi amezidiwa aweze kupata huduma karibu, kuliko kwanza kuhangaika naye usiku kumkimbiza hospitali.